sasa tunaanza kuloga kwa jina tunaikomandi ardhi iruhusu baraka juu yako. Yaani angalia sura za watu kama zinakaa kinyonge. Mimi sitaki watu wanyonge hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa kimaziwa lala na kama ile mbuzi imenyeshewa ama kale kanaitwa mbeta kakwetu. Kinjiwa kile kinanyeshewa kina. Tumekataa. Mimi ningekuwa mnyonge, mimi ndio kama kuna wanyonge mimi ndio mnyonge nambari 1. Lakini nilikataa unyonge. Ukiwa tu huna chakula, huna mahali pa kukaa, huna sofa sipe nzuri, jijue wewe ni tajiri. Ukiwa tu hivyo, au tajiri hautakuja kwa sababu umeuona. Unakuwa in spirit. When you believe, unaona nini? Yaani ningetamani wote tungesimama. Hiyo ndio maombi yangu. Yaani sote tungesimama. Nani amebeba kile kitu? Kama umebeba udongo, beba udongo wako. Kama huna, tafuta mali huko. Najua, wacha nikwambie kitu. Unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu, anakuwa na maana. Usikose kutii sauti, ina umuhimu sana. Usi ignore. Don't ignorance. Usiignore. Usiignore. Wewe unacheka na kizungu yangu, utajipanga mwenyewe. Sema amina. Usiignore, mwambie jirani yako usiignore. Kwa jina, yani leo, hii hadi leo lazima tuizungumzie, itoe mali yetu. Itoe magari yetu, ilete mashamba yetu, ilete uzima. Ardhi iliyonyeshewa, ardhi ambayo inamea mboga, ardhi ambayo inatoa mazao imebarikiwa, lakini ile ambayo haitoi vitu hivi iko karibu na laana. Na Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kutuleta katika madaraka makamilifu ya vitu vya mbinguni na duniani. Yesu akasema kwenye kitabu cha John chapter 14 verse 12 ya kwamba kile ninachokifanya mnapoamini mtakifanya na kikubwa kuliko hicho. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa ananizungumzia kuhusu jambo hili, nilikuwa nasema inakuaje Mungu ananieleza hiki kitu. Ndio maana unaona ninasema siwezi kuifanya mpaka nisikie sauti imesema ni siku gani. Leo ndio siku Mungu aliyokusudia. Sema amina. Sema amina. Ili unapotoa sadaka yako ya ujenzi, unaitoa ukisema Mungu ninajua nina ardhi sasa. Hebu sema wote nina ardhi. Kwa jina. Leo ni uchawi tunafanya. Unajua hata wachawi kile wanachokifanya wanakopi kwa nini? Na wangojea wale wameenda nje. Please fanya haraka. Au kimaliza ufunge hiyo mlango nikuonyeshe. Unajua hata hapa kunaweza kuwa kuna maroho yamekalia watu. Ili usije ukamiliki. Ndio maana unalishinda mateso. Unafikisha miaka 40 huna ardhi. 40. Wait. How old are you? I know you have secret in you. Wacha nisikudisturb, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. How old are you, sir? Hivi kwa nini nimekuja kugundua katika taifa hili? I am sorry to say that. Watu wengi hawapendi kusema miaka yao. Hebu niambie sababu. Kwani miaka inazeesha? Miaka izeeki. Kuna mtu anaweza kuwa na miaka 70 hajazeeka. Kwani nganga amezeeka? Bwana Yesu asifiwe. Labda uniambie binti kwa sababu anataka kuolewa, anaogopa kusema miaka yake asiolewe. Lakini haimaanishi hata ukiwa na miaka 40 utaolewa. Utaolewa tu. Na utazaa. No menopause. Hakuna menopause kwa Yesu. Sema amina. Mwambie jirani yako ukiwa na Yesu, menopause inaondoka tu. Kwa jina. Basi kama mmenozi kitu. Watu watakaje kusema miaka yao. Mwingine alikuwa nimekaa naye mahali amefoji hiyo. Inaitwaje kitambulisho? Si miaka yake, lakini na miaka tofauti imeandikishwa miaka ingine. Yaani ana miaka 30 yeye ameandika 23. Anaondoa 7. Wala Daudi. Wewe kwani anaangalia na hasira? Kwani wewe? Na una homa? Ulipona? Anasema ana set mindset. Sema amina. Jamani, hii miaka mnaficha kwa nini? Nataomba Mungu nipate mwalimu mmoja hapa nifundishe sababu watu wanaficha miaka. Mpaka unajua ukiuliza mtu
miaka na hama kanisa. Yaani kwa sababu pasa amemuuliza miaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Miaka haiondoi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3, anasema akuponye magonjwa yako, aukomboa uhai wako na nini? Aurejesha ujana wako nyuma kama anasema anakuponya magonjwa yako, aukomboa uhai wako na kaburi. Alafu ingine anasemaje? Aurejesha ujana wako nyuma kama. Mimi na miaka ngapi sasa hivi? Nafikiri nimefika 50. Lakini niogope kusema na miaka 50. Nimebaki tu michache tu ifike hapo. Sijui ni mmoja sijui. Nafikiri niko hapo 50. I don't know. Acha nikahesabu mwenyewe. Sema amina. Lakini niko chuma. Mwambie zako chuma. Na wewe upokee uchuma leo kwa jina la nani? Kama watu wote wamefika, mkifunga hiyo mlango nitaamini watu wote wamefika. Siwezi kufanya ibada hii na siku zingine muwe mnatii. Unajua kuna watumishi wengine wakikwambia kitu ukikosa kufanya hawarudi mara mbili. Wangapi wanajua? Mimi sijui kwa nini nimenyamaza, nimekubali. Siku nyingine ukiambiwa kitu fanya hivyo. Nataka leo hii. Wangapi wamejua kumiliki ni haki yao? Wangapi wanajua kumiliki ni halali yao? Wangapi wanajua kumiliki ni ahadi ya Mungu juu ya maisha yao? Hebu weka mikono chini. Hata nikwambie leo, kama umehudhuria kwa ibada, ardhi utakuwa nayo. Lazima. Kwa jina la nani? Sema amen. Inua udongo wako juu sasa. Ushikilie. Alafu kuna kitu nataka ukitikisha tamka maneno utailete hapa. Nitaomba zikiwa hapa. Na utaona Mungu kwa namna ya kipekee. Ina mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, siku hii ya leo ninakuja mbele zako nikisema asante. Najua unanipenda na upendi niishi kwa mateso, maana neno lako kitabu cha Maombolezo ile sura ya 3 mstari wa 31 unasema ya kwamba hupendi kuona mwanadamu akihuzunika, wala hupendi kumhuzunisha, maana siku zote unapenda niweze kuishi maisha mema. Ndiposa Yesu, kusudi la kuniumba niweze kumiliki, niweze kutawala katika jina la Yesu. Ninaamini mateso na laana sio sehemu ya maisha yangu. Ulipoilaani ardhi kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu, ardhi yenyewe ilianza kuachilia mateso na laana kwa maisha ya mwanadamu. Lakini Bwana Yesu, kwa sababu ya kunipenda, Mungu, ulimtoa mwanao ili afanyike sadaka, anirejeshe kwenye kusudi lako, ili nikatawale na nikamiliki, nisiishi kwa mateso. Kwa jina la Yesu, mkononi mwangu nimeshika udongo ambao wewe mwenyewe uliulaani kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. Lakini Bwana, kwa sababu ya damu yako iliyomwagika juu ya ardhi iliyolaaniwa, ilibadilisha mambo, ili mimi nikikuamini nimiliki ardhi na vinavyotoka ndani yake, yakiwepo nyumba, magari, biashara nzuri, makampuni na maisha mema, katika jina la Yesu. Udongo huu nilioushikilia ninautamkia kuanzia leo. Wewe udongo uliyekuwa umelaaniwa, laana yoyote iliyoko ndani yako ninaiondoa kwa ajili yangu mimi, kwa jina la Yesu. Mimi niliyefiwa na Yesu
ukameza damu yake ili mimi nibarikiwe, na kutamkia wewe udongo ya kwamba mimi sijalaaniwa, na udongo ulioniumba haujalaaniwa, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninaubariki udongo huu uwe sehemu ya kila eneo duniani nitakalo kanyaga, likanene mema juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe udongo, ninakuzungumzia sasa hivi. Kila nilichopewa na Mungu kupitia wewe na kikapotea, ukirejeshe leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Laana sio sehemu yangu. Nimebarikiwa kupitia mwanadamu wa pili ambaye ni Yesu, aliyenifia niweze kubarikiwa kwa jina la Yesu. Wachawi hawataweza kubeba chochote nilichoshika kilichotokana na udongo waharibu maisha yangu, maana wewe udongo nimekuzungumzia leo. Wewe umebarikiwa kwa ajili yangu na kizazi changu, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, kwa jina la Yesu. Popote nitakapolima, mashamba yangu yatatoa mazao. Popote nitakapokanyaga, nitajenga, nitakuwa na ploti kwa jina la Yesu. Kama kuna mahali nilianza kujenga na sikumalizia kwa sababu ya laana, nasema kuanzia leo, wewe nyumba utamaliziwa kwa jina la Yesu. Ninatamka ya kwamba nitamiliki kuanzia sasa, nitamiliki popote miguu yangu itakapokanyaga. Hakuna uchawi wala uganga wala Freemason wala Illuminati wala chochote ambacho ni idara ya shetani iliyo na mamlaka juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Na kama kuna roho ya laana iliyonifuatilia, iwe imetoka kwa wazazi, kwa familia, inanifuata ili similiki, kuanzia leo, shetani nisikie, huna mamlaka juu ya maisha yangu kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nimepewa uwezo wa kutawala na kumiliki vitu vyote. Huna ruhusa ya kukataa kwa jina la Yesu. Ewe roho uliyeingia kwenye maisha yangu kwa sababu ya kukosa ufahamu wangu, leo hii nimepata ufahamu kwa neno la Mungu na kwa amuru kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia nafsi yangu kwa jina la Yesu. Roho yoyote ambayo ni ya mateso, inayoleta magonjwa, inayoleta umaskini, inayoleta vita kwenye ndoa, ili siweze kumiliki, na kuamuru leo, out, out kwa jina la Yesu. Yambie out, yambie out sasa. Ikemee kwa jina la Yesu. Yambie niachie, yambie niachie, yambie niachie. Na tuma moto, tuma moto sasa. Mwambie wewe kuzimu, wewe roho ya umaskini, wewe kunasababisha unakataliwa kwa sababu ya laana ya ardhi. Yambie wewe laana, una mamlaka juu yangu. Naachilia moto sasa. Moto upenye kwa nyumba, moto upenye kwa nyumba. Kama tayo mdada, kama tayo mama, kama tayo mzee aliyeshikiliwa na nguvu za giza, akombolewe sasa kwa jina la Yesu. Wewe roho ya laana, achilia wewe. Roho ya kizazi, roho ya madhabahu ya kizazi, na achilia moto, uachiliwe sasa. Ukamatwe sasa kuzimu. Achilia huyo mama, achilia mzee, achilia kijana. Tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto. Na achilia moto sasa, na achilia moto sasa. Malango ya kuzimu ina nguvu yako. Malango ya kuzimu
haina uwezo. Jiachilie kwa Bwana. Ndio hiyo malaika wa kuachilia neema ameachiliwa. Yesu asante. Roho Mtakatifu asante. Mwana wa Mungu asante Yesu, maana unatenda miujiza katika hii nyumba Baba. Naachilia neema sasa katika jina la Yesu. Ulikuwa umeteseka, umefikisha miaka 45, haujaweza kumiliki leo. Shetani anakushikilia na muamuru wa kuachilia. Achilia mama wa shetani, achilia mzee, magonjwa ondoka, upasa ondoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huyu mtoto ajalaniwa, huyu mama ajalaniwa, huyu mama ajalaniwa. Achilia maisha yake, achilia maisha yake. Tuma moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kataa milango ya giza, kataa malango ya kuzimu, kataa kwa damu ya Yesu. Mwambie shetani, imeandikwa malango ya kuzimu haina uwezo juu yangu. Kataa kwa damu ya Yesu. Chukua kwa imani wewe, mwambie shetani, na njia ya fire. Tuma moto sasa, moto wa Mtakatifu, moto wa Mtakatifu. Upenye kwenye neno lako, upenye kwenye maisha yako, upenye kwenye miguu yako kwa jina la Yesu. Kama kuna wachawi walichukua mikono yako, walinishika, wakachukua nguo yako, wakachukua mali ulikanyaga, nasema moto ushuke, waharibishe, waangamize kwa damu ya Yesu. Kama kuna mali walichimbia kitovu chako leo, ukombolewe leo, ukombolewe leo, ukombolewe leo kwa damu ya Yesu. Naachilia fire, naachilia moto. Ndio hiyo moto imeachiliwa, ndio hiyo moto imekuja, ndio hiyo moto imekuja. Fire in the name of Jesus. Naachilia moto, naachilia moto. Kemea wewe ambao unatembea kwa shida, wewe ambao unatembea kwa mateso, wewe ambaye unafanya kazi wewe Paulo, unafungua biashara inakufa, leo natamka ufunguliwe, natamka ufunguliwe kwa damu ya Yesu. Endelea kumjua Bwana, endelea kumjua Yesu Kristo, endelea kumjua Bwana. Yes. Ninaona moto leo, naona moto umeachiliwa, naona moto umeshuka. Oh, kata kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naachilia moto, naachilia fire, naachilia fire. Ndio kuna mtu anakombolewa. Neema ishuke, neema ishuke. Ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa. Oh my Father, ukarini sasa. Oh my Father, ukarini sasa kwa damu ya Yesu. Ukarini sasa kwa jina la Yesu. Ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa, ukarini sasa. Kila roho, mapepo yote hayana nguvu kwa damu ya Yesu. Ukarini sasa. Ndio hiyo sasa imeachiliwa. Neema imeshuka, neema imeshuka, neema imeshuka. Unafunguliwa. Uchawi, uganga hauna uwezo, unafunguliwa kwa damu ya Yesu. Wewe pepo toka, uliyejificha achilia maisha yake. Huyu hajalaniwa, amekombolewa. Na roho ya kula nyama ya kuachilia, ya kuachilia, ya kuachilia. Fire Yesu, panda fire, tamka fire katika kwenye Yesu. Ambie kila roho ambayo itokana na Mungu ikuachilie. Neema ishuke juu yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uachilie sasa, upokee neema, upokee neema kwa damu ya Yesu. Nachia neema, nachia neema. Kata malango ya kuzimu, kata vifungo vyote kwa damu ya Yesu. Neema bado juu yako, hata watoto wakombolewe. Neema bado juu yako, neema bado juu yako. Leo ukamiliki vitu vyako, ukamiliki vitu vyako, ukamiliki vitu vyako. Chochote ambacho kilikunyima nguvu, leo nakiamrisha kikuachilie kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Neema ishuke juu yako kwa damu ya Yesu. Endelea kumwita Bwana. Bwana Yesu akutangeze, akufanye upya leo kwa damu ya Yesu. Neema Bwana ishuke juu yako, wende ukamiliki. Neema Bwana ishuke juu yako kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuita Bwana. Mwambie shetani una mamlaka, mwambie adui una mamlaka, mwambie adui una mamlaka. Leo ukafanikiwe, 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 ukafanikiwe. Mapepo hayana uwezo juu yako. Out kwa damu ya Yesu. Wewe uliyetumwa juu yake ili kwa maisha yake na kushika mateka, you have no power. Out. Fire, 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 fire kwa damu ya Yesu. Fire kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Fire, fire in the name of Jesus. Moto wa Bwana ushuke juu yako. Sema kwa fire, sema kwa jina la Yesu. Kila roho ambayo haitokani na Mungu
na ikataa kwa damu ya Yesu. Kemea, 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 kemea. Naachilia neema juu yako, naachilia neema juu yako. Utaenda na umiliki, utaenda na umiliki kwa jina la Yesu. Hautaonewa tena kwa damu ya Yesu. Mkono wa Bwana uwe juu yako, nguvu za Kristo ziwe ndani yako. Kuanzia leo hautaonewa tena. Malango kuzimu haina nguvu juu yako. Wende ubarikiwe, ubarikiwe. Malango ya giza haina uwezo ndani yako. Kama tamsikia mtoto, sikia mtoto wewe. Kama hiyo roho ikamatwe kwa damu ya Yesu. Peleka kule mbele kwa damu ya Yesu. In the name of Jesus. Ninakukamata adui. Utamsumbua tena ubinti. Hautasumbua maisha yake tena. Hautasumbua maisha yake tena. Hautasumbua maisha yake tena. Atamiliki vilivyo vya kwake. Vilivyoibiwa vikarudishwe kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pokea leo. Pokea adui yako. Pokea mali yako. Pokea vilivyoibiwa. Virudishwe leo kwa damu ya Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Neema Bwana ipite juu yako, neema Bwana ipite juu yako. Mamlaka ya giza haina nguvu. Baba, ukamiliki leo, uanze kumiliki, uanze kumiliki, uanze kumiliki, uanze kumiliki kwa damu ya Yesu. Uende umiliki vya kwako, uende umiliki vya kwako. Neema Bwana iwe juu yako kwa damu ya Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Uende umiliki vya kwako. Neema Bwana iwe juu yako. Kila kuzimu, nguvu za giza zina mamlaka. Hakuna mamlaka tena ya nguvu za adui yenye uwezo juu yako. Kila ufalme wa giza na ukamata. Roho iliyojificha ikamatwe. Pepo zote zikamatwe kwa damu ya Yesu. Devil have no power. I release fire. Naachilia fire. Fire in the name of Jesus. Kuanzia leo neema Bwana ipite juu yako, na wewe upokee vya kwako, viongezeke, vizidi na kupanda kwa damu ya Yesu. In the name of Jesus. Mwenyenyeni juu sasa, mwenyenyeni juu sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila ufalme wa giza una nguvu. Pepo yote, hebu nyosheni mikono. Semeni fire, semeni fire, semeni fire kwa jina. Semeni fire, semeni fire. Akombolewe kwa jina la Yesu. Semeni fire. Mkamate, msimamishe hapa leo. Pepo zimekamatwa zikiwa zimejificha. Mungu amenifunza jambo, na sasa nitakuwa nafanya msako kila eneo. Popote nguvu za giza zimejificha, hazitapata nafasi. Alafu kuna watu wengine utakuta unaomba, unaangalia mwenzako. Wewe ujihurumie. Ukitaka Mungu akutembelee na nguvu inayofanya kazi ndani yako, huwezi concentrate na watu alafu huko unajiombea. Haiwezi kuwa. Lazima wewe mwenyewe ukatae, useme ninakataa kabisa, ili kwamba ujihurumie. Wewe pia unateseka, vile unaumizwa, vile unatembea miaka inaenda, sasa hivi unafika 40 naenda 50, haujamiliki chochote, alafu unakubali kulala, unaangalia wenzako. Kataa hadi asikupate. Na mikono yako juu. Nataka uende kwa mamlaka uliopewa wewe mwenyewe. Najua kila utajua ndani yako kuna nguvu za kukomboa maisha yako. Inatoa mikono yako kwa imani. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti ya imani. Alafu nataka uwe na hasira na shetani. Kwa nini uteswe? Kwa nini ukataliwe? Unaolewa, unatupwa. Unapata watoto wanakutesa. Unafungua biashara inaharibika. Unapata pesa ujuzi nafanya nini? Au unataka kitu ambacho unaweza kusimamisha mbele za watu. Uwe na hasira basi. Uambie shetani, sitaki kuteswa. Ina mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Nakataa roho yoyote iliyojificha ndani ya maisha yangu inaweza kuniletea mateso. Hiyo roho leo nachukua mamlaka kinyume cha nguvu za giza kwa damu ya Yesu. Na ikamata hiyo roho, niachie. Haya, ikemee sasa, yambie niachie kwa jina la Yesu. Yambie kuachie hiyo roho iliyojificha ndani yako. Si moto ushuke tu, moto utembee katikati yako. Ukamate roho uliyepitia kwenye ndoto. Unaota ukirudi kwenu, unaota ukisoma shule, ujui kwamba ni wewe kurudisha nyuma. Wewe hujalaaniwa wewe. Kata hiyo roho, hiyo roho ikuachilie, hiyo roho ikuache, hiyo roho ikuachie, hiyo roho ikuachie. Naachilia moto. Kata hiyo roho kwa damu ya Yesu. Kata hiyo roho kwa jina la Yesu. Kata hiyo roho kwa jina la Yesu. Kata hiyo roho kwa damu ya Yesu.
atakataa. Umekamatwa, umekamatwa, umekamatwa. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tuma moto sasa. Mwambie shetani una mamlaka. Kama ni kwenye magonjwa ameingia, anakuzuia usimiliki, utumie pesa zako. Ameingia kwa watoto wako, ameingia kwenye afya yako, ameingia kwenye uzazi wako. Mwambie shetani, wewe ardhi haijalaaniwa tena, imebarikiwa kwa ajili yangu. Wewe utasa ondoka, wewe mateso ya magonjwa ondoka, wewe laana ondoka, wewe fukara wa maskini ondoka. Mwambie shetani utanishikilia, mwambie adui utanishika tena kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu usimamisheni, usimamishe kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Fungua pia miguu yake, usimfunge, msimamishe kwa jina la Yesu, msimamishe, atakuwa huru. Kama wengine wanakuwa huru, na wewe atakuwa huru. Msimamishe, pepo haiwezi kujificha. Msimamishe, msimamishe hapo kwa hii madhabahu. Hii madhabahu imewekwa hapa kwa ajili ya ukombozi. Fathers, nyosheni mikono sasa. Ningesema mara moja, mara ya pili mpaka 7 atakuwa amefunguliwa kwa jina. Haya, nikisema moja mnasema fire. Nasema moja katika jina. Nasema moja katika jina. Nasema moja katika jina. Nasema mbele. Nasema mbele katika jina. Nasema 3 katika jina. Nasema 4 katika jina. Nasema 5 katika jina. Nasema 6 katika jina. Nasema 7. Achia maisha yake, toka na uende kuzimu. Mwache huru in Jesus mighty name. You are free in Jesus name. Semeni amen. Piga makofi mazuri. Sema amuka, amuka, amuka sasa. Amka, simama, ufungue. Amka. Nataka mtu alete microphone. Njoo mami. Njoo mami. Hataki kuachia udongo, maana najua umebarikiwa. Usiogope. Please. Look me. Njoo. Niangalie. Usilie. Mtu akipendwa na Mungu haliagi, anashangilia. Sawa sawa. Usilie. Please. Nakuuliza, umeokoka? Umeokoka? Unahitaji Yesu. Nani hajaokoka kwa hii nyumba? Tuombe wote pamoja. Unachoka hapo na hujaokoka, please. Maana ukikaa kwa hii nyumba na hujaokoka alafu unatoka hujaokoka, nitakushangaa. Sema amina. Unajua shetani wewe unatesa watu. Kila siku pastor, ukigundua hapa hiyo ni siri yangu na wewe, utakuwa unafanya msako. Hakikisha kila siku adui asijifiche katikati ya watu. Sawa Kila mtu akiingia pata wewe ni mgeni, anafanyaje? Nakombolewa. Sema amina. Na mama nakwambia Mungu atakubadilisha, utakuwa si wa kawaida. Hiyo mashida uko nayo itaisha. Sawa? Una magomvi na mtu. Uko sawa? Hebu njoo hapa. Yukia hapa hivi. Yukia tu. Ina mikono yako juu. Unaitwa nani kwanza? Julieta, umesumbuliwa na nini? Hata ujue unasumbuliwa na nini? Umeolewa? Mume wako yuko wapi? Kwa kazi. Wewe ndio uliyefikiria leo kuja kazi. Nani amekuleta hapa? Mama Dan. Mama Dan. Mama Dan ni umemleta? Wow. Leteni watu wa hivi wakombolewe kwa jina la Yesu. Utabadilika. Unamwonaje Mama Dan? Ungemwona sijui kama anapita sasa zamani. Pastor John nani? Please, sangine sijui kama mnarekodi picha. Sasa zingine unajua huyu ana ushuhuda mkubwa sana. Anaweza kusaidia wengi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama namuona si hivyo alikuwa. Sawa. Alikuwa anasumbuliwa. Inua mikono yako juu. Kama kuna chochote shetani amefunga, kitakuachilia kabisa. Inua mikono hivi. Leta mdongo wako nikushikie, nitakurudishia tu usijali. Hii ameshika akaunti yake. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Nikijua mimi ni mwenye dhambi. Nikijua mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yangu yote. Makosa yangu yote.
Na kupokea leo. Na kupokea leo. Uingie katika moyo wangu. Uingie katika. Uyatawale maisha yangu yote. Uyatawale maisha yangu yote. Nisafishe kwa damu yako Yesu. Nisafishe kwa damu yako Yesu. Futa jina langu. Futa jina kwenye kitabu cha mauti. Kwenye kitabu cha. Andika jina langu. Andika jina kwenye kitabu cha uzima. Kwenye kitabu cha. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Nakata shetani. Nakata na mambo yake yote. Na mambo yake. Asante Yesu. Asante kwa kuniokoa. Kuniokoa. Ninaamini kwa moyo wangu. Kwa moyo wangu. Ninakiri kwa kinywa changu. Kwa kinywa changu. Nimeokoka. Nimeokoka. Na Yesu ni Bwana. Ina mikono yako juu nikombe. Father, thank you. Chochote ambacho shetani ulibakisa, chukua na uende kwa jina la Yesu. You have no power from today. Naachilia mamlaka kinyume cha mipango yako juu ya mwili huu. Huu mwili si wako tena. Kwa jina la Yesu. Ujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu kuanzia leo. Neema Bwana ishike juu yako. Ndio hiyo imeachiliwa. Pokea neema. Pokea neema ya Kristo na utaonewa tena. Katika jina la Yesu. Sema amen. Umesema unaitwa nani? Juliet. Wale ambao mmeingia hapa nenda kakae sasa. Nenda kakae. Wale ambao umekuja wageni tafadhali msiondoke, mtakaa hapo kwenye viti vya mbele tukimaliza ibada. Sasa wae. Sema amen. Sasa nataka kila mtu, udongo wako uko wapi? Udongo wako uko wapi? Uko hapa. Shika udongo wako. Sema amen. Huyu atatumikia Mungu sana. Mwangalieni leo vile alivyo. Sema amina. Si inawezekana. Mabijeni yako inawezekana. Kwa jina. Sema amen. Yesu, makofi mazuri. Wangapi wanaamini sasa wanaenda kumiliki ardhi? Are you sure? Are you sure? Sema amen. Satani wape bahasha za sadaka yako kwa sababu ya jambo hilo. Na hili kwa sababu ya ujenzi tu. Mwambie yako ujenzi. Hii bahasha nakupa mimi mwenyewe. Kwa sababu najua unapofanya tendo la kiimani, hata kama huna, unaweza ukatuma na M-Pesa.